mwaka 1938 ndani ya Urusi, ikiwa ni kipindi cha Soviet Union. Kuna mambo makubwa ambayo yalifanyika hapa Urusi. Moja ya mambo makubwa yaliyofanyika ni ujenzi wa kituo cha treni ya chini kwa chini inayoitwa Mayakovskaya, ambayo kwa Kirusi inaitwa Muykovskaya. Ni moja ya treni ambazo moja ya train station ambazo zilijengwa kipindi cha kitambo sana, kama nilivyokuambia mwaka 1938. Sasa leo tutakwenda sambamba kwenda kukiona kituo hiko, na nitakueleza kwa nini nimeanza kuchukua video hii nikiwa nje kabisa, nikimuonyesha mazingira mazuri kabisa haya ya kutulia. Kuna sehemu hapo kuna bembea, unaweza kupoa. Sasa karibu kwenye video hii hapa. Bana, habari gani ndugu mpenzi mtazamaji wa video hii hapa? Kumbushe tu kwamba majina yangu mimi ni DrakMC, na hii hapa ni maisha ya Urusi ambayo inakujia moja kwa moja kutoka hapa Urusi katika jiji la Moscow. Kama unavyoona bwana, eneo limepambwa vizuri kabisa, ikiwa ni nje ya kituo kikongwe kabisa na ambacho kina historia ya kipekee kwa hapa Moscow. Niliwahi kusoma jarida moja likasema kwamba kituo hiki kiliwahi kutumika katika kufanya mikutano kipindi cha vita za kipindi cha nyuma huko. Na hapa naona kuna sanamu ambayo imewekwa hapa. Bila shaka huyu anaweza kawa ni Alexei Dushkin, ambaye ni architect mkubwa sana aliyehusika kwenye ujenzi. Kwa hiyo kihistoria ndo hivyo. Sasa siku ya leo tunataka tuangalie kituo hiki hapa, na ninaanzia hapa nje kabisa kwa sababu hii ilikuwa ni metro iliyojengwa ikiwa inaitwa ni phase 2, ndo maana inapatikana katika line namba 2, line ambayo ina rangi ya kijani. Ukiangalia kwenye treni za chini kwa chini za Urusi, line yake ni namba 2 ikiwa na rangi ya kijani. Kama unavyoona hapa mbele yangu, hii ndo kituo chenyewe. Hii ni sehemu ya kuingilia ambayo imeunganishwa na jengo hili hapa, jengo kubwa kabisa. Maana yake hapa bwana, hii ilikuwa ni sehemu ya kipekee. Kwa hiyo sasa tutajadili kidogo hapa, alafu tukishaingia huko ndani tutapunguza story, tutaanza kuzunguka kuangalia ili tuweze kupata kitu natural, tuweze kusikia mpaka sauti ya zile metro zenyewe. Kwa hiyo mimi kwa sababu sina begi lolote, sitakaguliwa, kwa nitapita tu hapa, nitaenda mpaka sehemu ya kulipia kitiketi changu, alafu nitapita na kitiketi changu. Здравствуйте. Ni muhimu sana kusalimia. Jina la kituo ni hili hapa, Mayakovskaya. Kiingereza tunasoma Mayakovskaya, lakini kwa Kirusi wanasema Muykovskaya. Sasa twende chini. Kama unakumbuka kwenye video iliyopita nilikuonyesha jinsi ya kulipia kadi ambayo inaitwa Troika, ambayo itakusaidia kama tiketi ya kupitia kwenye mageti haya hapo, na mashine za kulichaji ni hizi hapo. Hiyo tutakufundisha tena wakati mwingine, lakini leo twende tukaangalie kituo. Kwa mimi tutaweka tu kadi yangu hapa papo, lango inafunguka, napita kama hivi, alafu naendelea. Unaona bwana. Sasa tukiwa tunashuka huku chini, nikupe historia kidogo bwana. Hiki kituo kilijengwa kilidesigniwa mwaka 1938 kwenye mwezi wa Septemba fulani hivi, na designer ambaye alikuwa ni architect wao alikuwa anaitwa Alexei Dushkin, ndo aliyehusika katika kufanya designing ya architecture ya kituo hiki hapa. Of course kituo ni kizuri sana, kituo ambacho kina nafasi kubwa, lakini pia kina mvuto wa kipekee, na pia kina vitu vingi ambavyo vimewekwa kama design ya kuvutia sana. Kwa hiyo siku ya leo bwana, nikifika huko chini mimi sitakuwa naongea sana. Mimi nitakupigia video kali na nzuri kabisa, na utaweza kusikia hata maneno ambayo yatakuwa yanaongewa.
Naona hapo tunashuka chini kabisa huku, lakini tulikotoka ni huku juu. Naona ni juu kabisa huku, alafu tunashuka chini. Na kwenye kila escalator, kwa maana ya hizi ngazi zinazotembea, kunakuwa na mlinzi, kuwa na msimamizi ambaye ana control hizi, in case ikitokea kitu chochote, labda mtu ameanguka ama la, anaweza akaisimamisha, au ikitokea fault yoyote ile anaweza akaisimamisha. Kwa hiyo hapa sasa nimezibamba, hamna treni, kwa bado kelele haijaja, lakini lengo kubwa ni kukitembelea kituo hiki. Hapa nimekwisha kuelekeza kwenye video iliyopita jinsi ya kusoma hizi bodi hapa, na kituo ndo kinaonekana hivi. Hii ndo Mayakovskaya kwa Kiingereza. Na treni zinakuja kama hivi, watu waone hii. Mimi sitapanda kwa sababu nataka nikuonyeshe. Inafungua milango kama hivyo, alafu watu wanaingia, kisha inafunga na inaondoka. Lakini pia nikukumbushe kwamba wastani wa treni moja kwenda treni nyingine ama kuja treni nyingine Yes, nilikuwa nasema kwamba nafikiri wenyewe mmeweza kuisikia. Hizi ni treni ambazo zimejengwa mwaka 1938, ndio maana unaona bado zinapiga kelele sana. Lakini tukienda kwenye zile treni ambazo zimejengwa ni mpya, zina mfumo wa kisasa, hazina kelele nyingi, yani ni mwendo wa silent. Lakini hizi zimeachwa kihistoria na watu wanazipenda kweli. Mimi mwenyewe napenda kwa sababu ukipanda treni hii hapa, ikiwa inatembea unasikia kabisa kwamba hapa na wapi nakoenda, yani. Unaona? Kwa hiyo ndo inakuwa kama hivyo. Sasa twende upande wa pili. Kwa hiyo kwa nawaambia kwamba wastani wa treni moja kwenda treni nyingine, yani zinapishana kuanzia dakika 1 mpaka dakika 3 kama maximum. Kwa hiyo unakuwa na uhakika. Ngoja niwahi na hii hapa naoneshe. Huu ni upande wa pili. Naona kama ambavyo nimewaambia bana, hizi ni treni za kihistoria. Yani kwa huku hivi nimewaambia kwamba hizi ni treni ambazo zimebeba historia kubwa sana. Kwa hiyo ndo maana watu wanazipenda, lakini pia bado zinatumika na zinafanyiwa service, na kuna zingine huko ndani ni nzuri sana. Na kama nilivyowaambia ni wastani wa dakika 1 mpaka 3 itakuja treni nyingine upande wa pili. Unaona? Hii hapa bwana, hii ni treni ya kisasa. Mnaona sasa? Hii bwana ni treni ya kisasa hii. Treni mpya kabisa hizi. Treni nzuri kabisa hizi. Unaona hata kelele yake sio kubwa, naweza hata nikaongea na ukanisikia kwa sababu hizi zina mfumo fulani wa kisasa, hazipigi makelele sana. Kwa hiyo jamani, kama nilivyokwisha kuwaambia, hiki ndo kituo kinaitwa Mayakovskaya Metro Station. Umesikia kama ambavyo tangazo limesema. Sasa inatoa tahadhari kwamba inafunga milango na kituo kinachofuata ni kituo fulani. Hiyo ndo treni mpya, na treni ya zamani mmeweza kuiona jamani. Na design yake ndo kama hii hapa bwana. Ngoja tu focus kwenye hii sehemu moja. Design ndo kama hii hapa, unaona? Lakini kwenye kila sehemu kunakuwa na features zimewekwa kama hivyo yani. Unaona kama hapa wameweka watu kama wanacheza, hiyo nafikiri ni basketball hiyo. Hiyo ni design ya kwanza. Lakini pia hii hapa pia ni design ya pili.
Lakini pia tena ukienda kuna design nyingine tena hapa. Hii naona kama kuna ndege pale, jamaa wanapenda ndege kweli. Kuna design nyingine ni hii hapa. Treni nyingine hiyo, unaona? Yaani hapa nimekaa muda mfupi sana, lakini umeweza kuona treni zinapopishana. Yaani ni wastani wa dakika 1 mpaka 3. Tuachane na treni, endelee. Unaona? Design nyingine hapa tena. Design nyingine hii hapa. Hii hapa. Design nzuri sana. Sasa jamani, ndugu zangu, hii ni maisha ya Urusi. Niliwaahidi kwamba mimi nitakuwa nawaletea vitu vizuri kabisa kutoka hapa Urusi, ambavyo havina editing aina yoyote ile, yani hakuna kuficha ficha. Maana yake tunatoa kitu kizima. Bwana, ngoja nijifiche hapa kidogo ili pishe kelele tuweze kumaliza vizuri video yetu. Bwana, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, ningekuomba tu unisaidie subscribe hapo, like, lakini pia comment zenu ni za muhimu sana. Unapo comment pale, niandikeni kitu gani ambacho kimekufurahisha kwenye video hii hapa ama video nyingine ambayo nimewahi kufanya. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umenisupport pakubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, hiki ndio kituo kinaitwa Mayakovskaya Metro Station, kiko hapa Moscow, Urusi. Kwa karibuni sana, nawashukuru sana, lakini zaidi nipende kuambia kwamba nawapenda sana rafiki zangu. Na mimi nitakwenda kusubiri treni ya kituo changu ili niweze kuelekea nyumbani nikapumzike baada ya kuwa na siku ndefu. Asanteni sana, nawapenda sana wote. Nasubiri comment zenu.